Tunaposema wajenzi wa rap, yani sisi sio tu wajenzi wa rap, sisi ni wajenzi wa kila kitu rap, mitaa na pia tunaelimisha jamii kwa ujumla. Kwa maana yake tunaposema tukija kwenye kipengele cha rap, of course kuna vitu baadhi ambavyo sisi tumekuja kuvikamilisha ambavyo hapo nyuma havikuwepo. Tukizungumzia kila mtu hapa ana pati yake, na ukinichukua mimi, Dogo D Danger, Rasco Sembo pamoja na Tisigwa, tunapata wale wajenzi kwa pamoja, kwa sababu tukija kwa Danger, naweza nikasema kaja kuwafundisha vizuri namna gani maneno yanavyochezeshwa, punchline zinatumikaje kwenye hii game. Tukija kwa Sigwa anafanya muziki biashara. Umeona, achani chani tu anafanya muziki biashara, na hata mule umesikia verse lake lile mapenzi yalivyonyumbulika mule. Umeona bwana. Tukija kwa Rasco Sembo pia the same kama Sigwa, pia naye ni kiraka. Ukija upande wangu mimi hapa, mimi wenyewe mnajua kama ni game changer. Especially upande mzima kwenye freestyle. Umeona bwana, nimekuja kuheshimisha freestyle. Kwa ndo zamani ulikuwa freestyle unaonekana tu kama muuni tu au na chana atapita, lakini sasa hivi freestyle utakuja kupata hela, utakuja kuwa kama wizi. Kwa hiyo vitu kama hivyo tukijumuika pamoja tunakuwa wale wajenzi, kwa maana yake party zote tunakuwa tumezijenga, tumezifiti zile. Sawa bwana. Sawa. Kazungumza vizuri kwamba wizi siku hizi anaokota. Siku hizi tunaokota sana sasa hivi kidogo miamala so mgeni. Tunaokota. Haba. Tunaokota, lakini unajua siku hazifanane. Sometime mambo yananyoka, sometime mambo hayaendi. Na ndio kwenye maisha iko hivyo. Of course. Lakini mwanzo na sasa ni tofauti. Namshukuru Mungu Mwanetu Wizi kasema yeye ndo game changer. Wewe unakubaliana kwamba yeye ndo game changer? Mshakubaliana kwenye generation yenu kwamba Wizi bana, sisi wote game changer Wizi? Kwa upande wa freestyle kama alivyozungumzia, hakuna kitu kingine cha kuongezea. Sasa hivi ukitaja mkali wa freestyle Tanzania utamtaja Wizi MP. Hakuna mwingine. Hiyo nzuri sana. Mimi niwapongeze kwanza kwa sababu wanasema jana kitu ambacho umekaa hapo Wizi MP alikaa Madi alishai kukataa hip hop, lakini alikataa hip hop katika misingi yake ya kibiashara. Sio kwamba muziki wa hip hop ulikuwa ni mbaya au mbovu, hapana. Yeye kwake aliamua kubadilisha tu kwamba mimi niende katika kibiashara zaidi. Umoja wenu nimefurahishwa sana. Hii sasa inadhihirisha kwamba rap wa Gen Z hivi sasa ni tofauti ya miaka kadhaa nyuma ambayo inaweza kupita. Mnajiona wapi sasa baada ya miaka ijayo 5-10, kwa sababu mlivyokuwa hivi sasa tofauti na miaka 5 mbele au 10 itakayofuata, kwa sababu tutaongezeka umri pia na hata pia maisha, baadhi ya vitu vitaongezeka kwenu. Mmejiandaje kwenye hilo kwanza? Sisi kitu kikubwa kwanza, muziki wetu ndio utatuweka hapa, au hichi ambacho tunachokifanya ndio inabidi kituweke hapa. Tuache legacy kama mabrother ambao sasa hivi ambao hawapo, lakini wanatajwa kwamba kimtaja lese labda Albert Mangwea, utamtaja kwenye freestyle, utamtaja kwenye nyimbo zake. Male Mlanga, kina Jiz Mabov pia wameacha legacy ambayo ni kubwa. Wapo wengine ambao legacy yao haiimbwi sana kwa sababu ya mfumo wa muziki wa zamani ulivyokuepo, lakini sasa hivi sisi tuko kwenye package ambayo imekamilika kwenye ku create hicho kitu ambacho sasa hivi tunaenda kukitengeneza. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, tumejipanga kupitia muziki kupeleka sehemu fulani ambayo tunahitaji kuipeleka. Sawa. Kuna kitu kwenye hip hop mmeona kimemix ambacho nyinyi mnasema hichi tunaenda kukifix? Kimemix au kimemiss? Vilikuwa vingi vimemiss. Freestyle ilimiss. Hip hop ilikuwa ina freestyle. Yani alikuwa Mangwea, akaja Godzilla, nao iko Wizi MP. Kuna mabrother pia wanaofanya kumbe hawaonekani. So hawaonekani. Shida sio kwamba walikuwa wanafanya freestyle. Je, walikuwa wanaifanyaje freestyle yao? Na ndio maana wengi wao walikuwa ma freestyler. Mtu akichomoka leo, miezi yake 3 hata anamhesabia miezi. Mguu kutoka kashasaulika, kashakuja mwingine na nini hivyo. Lakini ndio maana tunarudi pale kusema kwamba kwenye swala lazima la kwa game changer, hicho kitu kilimisi. Freestyle ilimisi heshima, ilikuwa haiheshimiki. Na ogopa sana mtu anatokea mtaani, unajua anaanza kuwateka watu kutoka kwenye mitaa, tendo anakuja kwenye medias, unaelewa? Kwa hiyo kuna story moja ya King of Freestyle alikuwa anaitwa
Cassidy Ngwea alimchop sana. Lakini Cassidy alikutana na brother mmoja anaitwa Chuck Jag, yani mchizi yeye alikuwa anaoshaga magari tu, na Cassidy alikuwa ndo king of freestyle. Siku alienda kuosha gari lake, akaambia kuna jamaa yuko mtaani hapo anachana vibao mwezi, akamwambia naleteni. Walieka bato, yeye mwenyewe Cassidy alisalute, ni mwana tu kutoka mtaani aeleweki, lakini baadaye alimsaini kutoka street, akamweka kwenye lebo yake, akawa ndo msanii wake. Kwa hiyo watu wanaanzia mtaani wanakuja kwenye media, then sasa hivi kama Wizem pia anatengeneza pesa kupitia freestyle, unajua zile ni kitu ambacho kilikuwa hakuna, unaelewa? Yes. Jana tulikuwa tumekaa na Madi hapa na tarehe 10 mwezi wa 7 wana tamasha sherehe ya miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Kwa kizazi chenu, namna ambavyo muziki unaenda sasa hivi, mnahisi baada ya miaka 30 mnaweza mkawa na ninyi mnafanya sherehe kwa ile legacy ambayo mmeiacha kama ambavyo kaka zenu wanafanya sasa hivi? Kila kitu mimi nasemaga sana ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu leo atavyotupitisha salama na kufikia huko, mimi naamini tutafanya, kwa sababu miaka 30 ni parefu. Uweze kupanga leo mipango ya miaka 30. Yeah, sure. Kwa sababu hata wenyewe wanaifanya ni kama wanashukuru, yani wanashukuru, hawakuamini kama watafika hapo. Kwa hiyo na sisi anything can happen, kila kitu kitakuwa sawa, tutafanya na sisi. Bwana, moja ya kitu ambacho mimi binafsi nataka nifahamu kwenye hiki hapa kwanza, kumekuwa na malalamiko namna ambavyo wasanii wa zamani walikuwa wanashindwa kuweza kutumia opportunity ambazo walikuwa wanazipata, hasa kwenye kulikuwa hakuna mitandao ya kijamii. Nowadays imekuwa tofauti kidogo, kwamba tuna vitu vingi sana, tunaweza tukapata pesa kupitia digital platform, yani tunaweza tukakaa nyumbani halafu mikwanja ikawa inaingia kabisa. Mmepata elimu hasa kwenye jinsi ya kuweza kuingia mikataba ya hawa wengine watakokuja kufanya kazi na nyinyi, kwa sababu mifano iko tosha. Wakati tumefungua leo kipindi hapa, kuna baadhi ya wasanii pia tuliwataja na namna ambavyo waliingia mikataba ambayo walipewa kiasi cha fedha kwa ajili ya muziki, lakini wao pia wakaingia kwenye maisha, yani kiasi cha fedha ambacho walichopewa kwa ajili ya muziki wakafanyia na maisha yao pia. Na mtazamo gani kwanza kwenye hilo, tukianza kwa Wizem Peter na tukimalizia kwa of course unajua wazee wanasema kwamba kama swali lako ulivyosema mwanzoni kwamba zamani na sasa hivi mambo yamebadilika. Ni kweli mambo yamebadilika, na kwamba wao walikuwa platforms haziwalipi, sasa hivi zinalipa. Kwanza watu inabidi walijue tu kwamba hizi platform hazilipi hivyo kama wanavyodhani. Yani kwamba eti unapata mahela mengi, mamilioni mengi. Hapana, yani hela unayopata pale kwenye platform unaweza ukaipokea leo hadi kesho hamna shughuli yani. Ushaelewa? Cha kwanza hiko watu inabidi wakitambue hiko. Lakini pia cha pili uliuliza kwamba kuhusu mikataba. Of course kuhusu mikataba inabidi kwanza, kabla mkataba uje usaini, inabidi utambue kwanza, uelewe. Inabidi uelewe mkataba unahitaji nini, na ndio ili usaini, na je unaosaini kwa lengo gani. Mpaka unasaini mkataba lazima uwe na lengo. Lakini pia swala la kusema hela ya muziki kufanyia vitu vingine, hapo unakuwa pia unazingua, kwa sababu mara nyingi hela ya muziki inabidi iendeshwe kwenye muziki mpaka utapopata pesa ya kutosha ndio utakuja kufanyia mambo mengine, kwa sababu muziki una wivu, unajua. Uwezi ukapata of course tuchukulie mfano zile ukapata 20,000. Hiyo 20,000 ule chakula, hiyo 20,000 uweke kwenye kodi, hiyo 20,000 ulipe tena kwenye muziki, hiyo 20,000 siko wewe inakuwa uongo. Hela ya muziki izungushe kwenye muziki. Of course hela ya machungwa izungushe kwenye machungwa, ndo muziki upo hivyo. Okay. Mwende tuna kipi cha kuongezea hasa kwa mabrother wetu ambao sasa hivi pia wana changamoto kubwa sana. Yaani nimeona hii kuna issue pia mabrother ambao wamefanya kazi sasa kwenye hip hop, ukiongea nao ni kama vile waonyesha ushirikiano, yani wanaona aibu kwa sababu walikuwa na jina kubwa alafu hawako vizuri. Nimemwona hapo Jose Mtambo, nimestuka kwa kile ambacho alichokifanya kwenye muziki, alafu leo hii ukimwangalia hivi unasema jina lake alilokuwa nalo na jinsi alivyo, una nini cha kuzungumza kwa? Kwanza hii sio kwa watu wa zamani tu. Hii ni hata kwa watu wapya. Unajua bwana, game ndio maana imeitwa game. Nyinyi mnaita muziki, sisi tunaita game. Sisi tuko ndani ya game. Game iko hivi, unapokuja kwa mara ya kwanza watu watakupokea the way ulivyokuja. Lakini maisha mengine ambayo yanaendelea kwenye game ni jukumu lako wewe ambaye upo kwenye game. Si unaelewa?
So game inaweza ikakukaribisha kwa uzuri alafu itakufundisha kwa sababu utapoingia kwenye game unatarajia kupata kitu kikubwa alafu utaingia sasa kwenye game kile kikubwa ambacho ulikuwa unakitarajia hakuna. Unaelewa, utarudi nyuma ukiwa tayari sio yule ambaye ulikuwa unawaza, tayari ambaye upo kwenye ile line alafu kuna kitu kimekuongezea, umeshakuwa maarufu alafu huna kitu. Kwa hiyo kila step ambayo tunapitia ni mafundisho kwetu. Mimi huyu akiteleza Wiz MP tayari nimejifunza. Nikikutana na story ya brother kama Jose Mtambo tayari imenifundisha. So game pia inahitaji elimu ndani yake. Ndio maana kuna mikataba. Mimi nishakutana na mikataba ambayo kiukweli nikipewa mkataba lazima nikae nao alafu nitafute watu ambao wamenizidi nione bwana hii imekaaje. Kwa hiyo napata ushauri wa miwili mitatu minne na achana nayo. Kwa sababu unajua nina safari ndefu sana kwenye game yangu. Sawa, kabla ya Janyika hapa kidogo niongezee. Umesema game si tunaita muziki. Game lina changamoto gani hasa? Kwa sababu mimi nakutana sana na wasanii wengi sana hawatoagi kile ambacho pengine wanakutana nacho. Game linazuia kuwataja watu ambao wanawabania watu. Hakuna game yoyote ambayo haina changamoto. Si ni kama kusukuma kete ili ushinde. Si kama mpira ili ufike golini umfunge mtu, lazima upitie mikiki. Kwa hiyo changamoto kwenye game ni kitu cha kawaida sana.